Je, wamfahamu Humphrey Polepole? Polepole amekuwa gumzo mtandaoni tangu kujiuzulu kwake kama balozi wa Tanzania nchini Cuba mnamo Julai mwaka 2025. Tangu wakati huo amejitokeza kama mmoja wa wakosoaji wakubwa wa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan, akitumia mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook, Instagram na X zamani Twitter kuandika kauli kali kuhusu hali ya haki za binadamu, utawala wa sheria na mwenendo wa kisiasa nchini Tanzania. Kabla ya kujiuzulu, Polepole alikuwa miongoni mwa watendaji wa juu serikalini na ndani ya chama tawala. Aliwahi kuwa katibu wa itikadi na uenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM, mbunge wa kuteuliwa na mkuu wa wilaya ya Ubungo. Nafasi hizi zilimpa ushawishi mkubwa katika siasa za kitaifa, hasa katika uundaji wa sera na mawasiliano ya chama. Uteuzi wake kama balozi ulionekana kama hatua ya kumtuliza kisiasa, lakini kujiuzulu kwake kulifungua ukurasa mpya wa ukosoaji wa wazi dhidi ya serikali aliyowahi kuitumikia kwa miaka mingi. Kauli zake za ukosoaji zilianza mara tu baada ya kujiuzulu, akieleza kuwa hawezi kuhudumu katika serikali inayodharau misingi ya haki, katiba na demokrasia. Kutokana na msimamo huo, Polepole alijikuta katikati ya mvutano wa kisiasa ulioafikia kilele mnamo Oktoba 6 mwaka huu 2025 alipotoweka katika mazingira ya kutatanisha nyumbani kwake Ununio, Kinondoni. Familia yake iliripoti dalili za utekaji baada ya kuona mlango wake umevunjwa, nyaya kukatwa na damu kumwagika, wakidai kuwa alichukuliwa na watu wasiojulikana. Jeshi la polisi lilitoa kauli ya jumla tu kwamba linachunguza juu ya taarifa za kutoweka kwake na bila ufafanuzi wa kina kuhusu iwapo yupo chini ya ulinzi wa dola au la. Kufuatia hali hiyo, timu ya wanasheria wake wakiongozwa na Peter Kibatala waliwasilisha maombi ya habeas corpus Mahakama Kuu ya Tanzania chini ya hati ya dharura, wakitaka Polepole afikishwe mahakamani au afunguliwe mashtaka rasmi, swala ambalo limeanza rasmi. Hatua hiyo inalenga kulinda haki zake za kikatiba na kuhakikisha uwajibikaji wa taasisi za dola. Kwa sasa Watanzania na watu wanaofuatilia Tanzania kwa karibu kama vile shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International, ambao wameitaka serikali ya Tanzania kumwachia Polepole akiwa salama, wanasubiri kuona utekelezaji wa jeshi la polisi kuhusu hatima ya Polepole. Wanasheria wake pia wamemwandikia mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu Bi Francisca Albanese, wakitaka usaidizi wa haraka wa kimataifa. Kutoweka kwa Polepole kumeibua taharuki kubwa kitaifa na kimataifa, hasa kutokana na hadhi yake kama mwanasiasa mashuhuri, mwanadiplomasia na mkosoaji wa wazi wa mamlaka za serikali.